Ilikuwa ni Jumatatu ya siku za mwanzo nikiwa clinical rotation. Niliingia wodini asubuhi na mapema kama ilivyo kawaida. Nikaangaza huku na kule kutazama kama kuna mgonjwa mpya nisimfahamu. Ndipo macho yangu yalipokutana na macho ya mgonjwa mpya wodini. Nikamsogelea kwa karibu, nikamsalimia, nikamuuliza maswali mawili matatu kabla ya kwenda kutazama taarifa zake kwenye mfumo. Akachoka kiasi, mrembo mwenye sura ya upole, macho makubwa yenye kung'ara kwa namna ya ajabu kidogo. Labda ni kwa sababu pia alikuwa na maradhi yaliyokuwa yanamsumbua. By the way, hiyo haikuwa shida kwangu. Maana hata hivyo nilikuwa na miliki mrembo pia. Nilienda kufungua faili kumuhusu. Nilihisi ganzi kidogo juu ya yale niliyaona yakimsumbua. Siku za mwanzo nilikuwa daktari tu. Nilimpima, niliandika, niliuliza maswali kwa sauti ya kitaaluma, lakini kila niliporudi wodini macho yake yalinitafuta kwanza. Alikuwa na tabasamu dogo lile la mtu anayeshukuru hata kwa kupumua. Alihisi faraja sana kila aliponiona. Alionyesha utofauti nifikapo, hata akiwa mbele ya mama yake ambaye hasa ndiye aliyekuwa akimuuguza pale hospitalini. Wakati mwingine aligoma kula kisha akala kwa sauti yangu. Niliona furaha yake ya wazi aliponiona. Nilimhudumia pia kwa karibu wa ziada. Nilikuwa karibu naye sana muda wa raundi, maana bahati mbaya au nzuri ni kuwa alikuwa kalazwa miongoni mwa vitanda nilivyokabidhiwa kuvitilia macho. Wakati mwingine alionyesha huzuni nilipokuwa nikikaripiwa na wasimamizi wangu katika tiba. Nilimpa moyo kuwa atakuwa sawa, ingawa sayansi ninayoifahamu juu ya maradhi yake ilikuwa ikipingana nami akilini. Alinipa ushirikiano wa ajabu, alinifuata maelekezo kila niliyompa. Alivumilia maumivu na kila nilipomwambia afanye kitu, aliniangalia kama mtu anayeshika tumaini lake mikononi mwangu. Wakati mwingine alinichekesha katikati ya uchovu wa kazi, akiniuliza maswali yasiyo ya tabibu kuhusu maisha yangu, na wakati mwingine akinitania kwa nini niliamua kuwa daktari. Nilijikuta nikikaa wodini hata baada ya muda wangu kuisha, nikijaribu kwa ujuzi wangu wote na moyo wangu wote kuhakikisha anapata nafuu. Kadri siku zilivyozidi kwenda, hali yake ilizidi kuwa mbaya. Unaweza kufanya kila kitu sahihi na ukafuata miongozo yote ya kitabibu, lakini bado ugonjwa ukiendelea kushinda. Aliendelea kudhoofika, sauti ikapungua, lakini macho yake bado yalionyesha imani juu yangu. Siku moja alinichukua mkono wangu kwa nguvu kidogo, akasema, asante kwa kutokata tamaa na mimi. Maneno yake yaliniumiza kiasi. Nikatabasamu, kisha nikampa moyo kuwa atarudi katika hali yake ya usawa na atarudi nyumbani akiwa salama. Basi usiku ule nilirudi home nikiwa mzito sana. Niliendelea kupitia vitabu na guidelines zingine ama miongozo kuhusu maradhi hayo. Nilifikiria kwa muda mwingi ni nini cha ziada ninaweza kufanya angalau kurejesha salama yake. Ilikuwa ngumu. Asubuhi yake nilienda wodini kama kawaida. Nilikuta mashine zinafanya kazi, lakini yeye tayari alikuwa ameianza safari ya mbali. Safari ambayo hatuwezi kuonana tena. Safari ambayo inanitenganisha na mgonjwa aliyegeuka kuwa rafiki, aliyenipa stori mbili tatu nikiwa wodini, aliyenipa sapoti hata ikiwa ni zamu yangu ya kulala usiku hospitalini. Niliwaita madaktari wengine kujaribu kuamsha mapigo yake ya moyo, lakini hayo yote hayakuwezekana. Alifariki. Siku hiyo ilikuwa ngumu sana wodini. Sikuweza kuelewa mimi ni daktari au ni mtu niliyeumizwa. Kwa muda nilichanganyikiwa. Nilijiuliza kama nilipaswa kuruhusu moyo wangu kuingia kazini, lakini baadaye nilielewa. Kuniumiza kule kulinifanya niwe daktari bora. Aliniacha na somo kubwa pia lisiloandikwa kwenye vitabu kuwa tiba sio kuponya kila mtu,
bali ni kusimama karibu na mtu hadi mwisho wake bila kumwacha apambane peke yake. Kwa simulizi fupi, tamu, zenye kufundisha na kusisimua, usisahau kulike, kucomment, share na kusubscribe account yetu. See you next time.